Je, unajua kama AFCON mwanzo kabisa timu shiriki zilikuwa 3 pekee, na timu iliyokuwa ya kwanza kuchukua mwaka wa 1957 ilikuwa nchi ya Egypt na mwandaaji ilikuwa nchi ya Sudan, lakini aliyetolewa kwenye michuano hiyo ilikuwa ni nchi ya Ethiopia. Lakini kwa karne hii tunazungumzia nchi 24 zinazoshiriki kwenye michuano hiyo na mengi makubwa ambayo yameshaandikwa tayari kwenye historia. Unajua ni mambo gani hayo? Tarehe 21 Disemba 2025 nchini Morocco ilikuwa awamu ya 35 ya michuano ya AFCON tangu kuanza. Pazia lilifunguliwa kati ya Morocco dhidi ya Komoro. Siku hiyo kimvua kilinyesha kuashiria baraka, huku mgeni rasmi alikuwa mtoto wa kwanza wa kiume wa mfalme Mohamed wa 6. Hakujali matone yale ya mvua. Kisha kipenga kilipulizwa kuashiria timu 24 kuonyesha kile walichokiandaa. Viwanja vilivyotumika kwenye michuano ya AFCON 2025 nchini Morocco vilikuwa na miundombinu iliyo na teknolojia ya hali ya juu sana, kwani mfumo wa utoaji maji uwanjani pale mvua inyeshapo hairuhusu maji kutuama kabisa, zaidi hufyonzwa moja kwa moja kwa kutumia sub air. Pia hudhibiti unyevunyevu chini ya uwanja, kuingiza na kutoa hewa kwenye mizizi ya nyasi. Mvuto wa michuano hiyo ulichagizwa na baadhi ya nyota waliohudhuria uwanjani kushuhudia mbashara michuano hiyo. Kylian Mbappe alikuwepo, mkongwe Zinedine Zidane wa nchini Ufaransa pia naye alikuwepo, Jules Kounde anayekichafua Barcelona, hata Aurelien Tchouameni naye alikuwepo, lakini pia Idrissa Elba mwigizaji maarufu wa Uingereza na Omar Sy, hata mwanamuziki Okone alikuwepo mahala pale. Kila taifa lilipojimwaga uwanjani, mchezaji nambari 12 hakukosekana jukwani, ila upekee ulionekana kwa shabiki mmoja kutoka nchini Kongo aliyejizolea umaarufu baada ya kuvunja rekodi ya kusimama jukwani kwa muda wote pale timu yake iwapo uwanjani, na alionyesha ishara ya heshima, umoja wa kitaifa na kumbukumbu ya historia kwenye nchi yake kwa kuiga sanamu la Lumumba inayopatikana Kinshasa, DRC, ambaye alikuwa waziri wa kwanza wa DR Congo na kiongozi mkuu wa harakati za uhuru wa nchi yake dhidi ya ukoloni. Shabiki huyu alisimama kwa muda wote mpaka pale timu yake ya Kongo ilipotolewa na goli lilipofungwa. Alishuka kwa heshima, akafuta chozi, kisha akarudi kusimama vile vile. Mwamba huyu alionyesha uzalendo. AFCON 2025 ilikuwa ya kipekee sana kwa taifa la Tanzania kwa kuruka kirunzi cha kufika hatua ya 16 bora baada ya kutolewa na wenyeji Morocco kwa kufungwa goli moja pekee ndani ya dakika 90. Ikiwa mchezo huo ulikuwa wavuta ni kuvute, haswa tukio la Idi Nado kudondoshwa ndani ya 18 ambapo wachezaji wa timu ya Taifa Stars na benchi la ufundi lilimshinikiza mwamuzi Traore kuangalia kwenye VAR, lakini shinikizo lile halikuzaa matunda. Zaidi aliamuru mchezo uendelee kama kawaida. Hatimaye dakika 90 zilitamatika, Taifa Stars ikafungasha kurejea nchini kwao. Pazia lilifungwa kwa Morocco kukichapa na Senegal, na ilikuwa fainali ya kihistoria kwani hakuna timu ilitamani kuonekana ya kinyonge. Dakika 90 zilitamatika na hapa kutokea mbabe. Mwamuzi Gianni Ndala aliongeza dakika 30 kama ilivyo kanuni na sheria za soka ili apatikane mshindi, na ndani ya dakika hizo 30 sintofahamu ilitokea baada ya mwamuzi kuamuru penati kwa upande wa Morocco. Senegali hawakuridhishwa na maamuzi hayo. Kilichofanyika, kocha mkuu Pape alihimiza timu yake kutoka uwanjani na kuelekea vyumba vya kubadilishia nguo, na wachezaji walifanya hivyo. Takriban dakika 15 mchezo ulisimama. Busara za nyota Sadio Mane zilitumika baada ya kuteta na Claude Leroy, meneja wa soka wa Ufaransa na ni mchezaji wa zamani, na kumuhimiza alete timu uwanjani, na alifanya hivyo. Baada ya kurejea, mkwaju wa penalti ulipigwa na Diaz, lakini bahati haikuwa upande wake na boli liliendelea kama kawaida. Bahati iliangukia kwa Senegal kuibuka wababe kwa shuti lililoachiliwa na Pape Gueye kwa mguu wa kushoto. Dakika ya 94 ndilo lililofanya Senegal kuitwa mabingwa kwa mara ya pili baada ya lile la 2021. AFCON 2025 haikuwa tu mpira kwa Morocco, bali ilitoa ujumbe kuwa Morocco ni ya Afrika, inaweza kuongoza matukio makubwa, hususan kuelekea kombe la dunia 2030, huku ilitumia soka kama chombo cha utambulisho wa utamaduni wao kwa kuonyesha sanaa na historia. Kisiasa walitumia AFCON kujijenga kama nguvu ya Afrika kupitia michezo kwa kuonyesha viwanja vya kisasa. AFCON ya mwaka 2025 imevunja rekodi ya kuwa michuano yenye mabao mengi zaidi, ambapo mabao yaliyopatikana jumla ni magoli 121 hadi kufika hatua ya fainali. Lakini rekodi iliyovunjwa ni ya mwaka 2023 ambapo rekodi hiyo wao waliweka mabao 119 pekee.
Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani soka la Afrika linapiga hatua siku hadi siku. Naamini baada ya miaka 10 ijayo kwenye swala zima la soka la Afrika tutakuwa tumepiga hatua na tutakuwa mbali kabisa.